tumbaku kama ni nzuri tu, na kama ni mbaya tu. Kwa hiyo sasa aliyefanya vizuri apewe haki yake na aliyefanya vibaya apewe haki yake. Mtu ulikuwa unatumia shilingi 4100 kuweza kuzalisha nini? Kilo hii. Karibu katika episode namba 2. Episode namba 2 inaenda kuzungumzia falsafa ya bei elekezi. Bei elekezi ni nini? Mwisho wa siku umelima, lazima bei ije katika msimu huo kulingana na soko la dunia kwamba bei hii ikoje. Sisi tunaelewana? Yaani bei ya kuuza kilo moja ya tumbaku ikoje, si ndio? Lakini sasa hiyo bei inakuja ni bei elekezi. Tuna minimum na maximum. Mfano, minimum average ya mwaka huu ilikuwa ni $1.95, lakini maximum ya mwaka huu maximum average ya mwaka huu ilikuwa ni $2.10. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo sasa unaposema minimum na maximum, ina maana inatakiwa mtu akiuza, yani awe katikati hapo, akipiga average. Mfano, ulikuwa na kilo fulani ukauza dola fulani, ukachukua zile dola ukagawanya kwa kilo, unapata average score ya kitu ulichokiuza. Sasa kabla hatujaenda huko, lazima tujue kwamba hii kilo moja ya tumbaku nayoenda kuuza kwa wastani wa $1.95 hadi $2.10. Je, nimetumia kiasi gani cha hela kuweza kuzalisha kilo moja nayoenda kuuza bei hiyo? Ukiangalia msimu kama mwaka huu, mtu ulikuwa unatumia shilingi 4100 kuweza kuzalisha nini? Kilo hii, kilo moja. Sasa hiyo kilo mimi nauzalisha kwa shilingi 4100 hadi 3500. Napoipeleka sokoni, angalau nikiona kwamba nitaweza kupata faida, angalau yani ili niweze kutengeneza faida, inatakiwa hiyo kilo niwezalisha kwa 3500 hadi 4100 niweze kuiuza shilingi 3000, niweze kuuza shilingi 5000 na kupanda. Hapo nitaona faida. Tunaelewa? Lakini hiyo kilo niwezalisha kwa shilingi 3500 hadi 4100, nikija kuiuza kwa shilingi 2500 hadi 3000 ni hasara. Hata ukipiga hesabu zaje itakuja ni hasara. Kwa sasa ushauri wangu ni nini? Unaponiletea bei elekezi, hakikisha wewe mnunuzi unanunua katika ile bei. Kama nina tumbaku mbaya, nunua kama ilivyo ni mbaya. Kama na tumbaku nzuri, nipewe stake yangu kwamba tumbaku ni nzuri, nunua vizuri. Tunaelewana? Ili watu tujikomiti kwenye uboreshaji, tujikomiti kwenye kulima kwa malengo, na tujikomiti kulima kwa maana ya kwamba tumewekeza hela fulani tunaenda kupata kitu fulani. Hatutakuwa na wazembe, tutatokomeza wale wanaouza pembejeo, tutatokomeza wale, kwa sababu mtu mwingine anapewa mkopo ili aweze kuokoa zao, anapeleka kwenye ulevi. Tutatokomeza wale ambao wanauza tumbaku usiku kwa usiku, si ndio? Sisi tunaelewana hapo. Kwa hiyo sasa, ikiwa ni bei elekezi, tuna bei elekezi minimum na maximum. Yule aliyefanya vizuri anunuliwe vizuri, yule aliyefanya vibaya anunuliwe kama tumbaku yake jinsi ilivyo. Uzuri ni kwamba tumbaku kama ni nzuri tu, na kama ni mbaya tu. Kwa hiyo sasa aliyefanya vizuri apewe haki yake na aliyefanya vibaya apewe haki yake. Kwa hiyo unaweza kugundua sasa, katika bei elekezi kitu kinacho cost ni kitu kimoja ambacho kimekuwa kikituumiza watu wengi. Kitu kinacho cost ni nini? Kitu kinacho cost ni mimi nimeboresha nikapeleka sokoni, mali yangu iko vizuri. Yaani katika bei elekezi tumbaku yangu inaonyesha huu mtumba una kilo labda 50, huu mtumba una tumbaku ya L10 ambayo ni kwa mwaka ilikuwa $2.90 kitu, 0.95. Lakini sasa changamoto inakuja, mimi ile tumbaku ya ya L10, yule mnunuzi anapokuja kununua anakuja kunipa C10 baada ya L10. Kwa changamoto inakuja kutukumba ni nini? Tunapewa sawa sheet ile bei elekezi kwamba utanunua hivi, grade itakuwa na bei, grade itakuwa na bei hii, L10 itakuwa na bei, L10F itakuwa na bei hii, C10 itakuwa na, lakini mwisho wa siku tumbaku hainunuliwi kama ilivyo. Mimi wazuka niambia kwamba
nitatoboa endapo utanunulia tumbaku yangu ya Euro10 unakuja kuipa C10. Siwezi nikatoboa. Kama ni mbaya, nunua, ipe grade yake, ili na mimi nijifunze, nijue nimekosea wapi. Kama ni nzuri ipe, lakini itanisikitisha sana pale ambapo mali yangu ni nzuri lakini unaipa bei ambayo sio sawia. Hapo unakuwa nikatisha tamaa katika uwekezaji, lakini katika maendeleo yangu binafsi mimi lazima nianguke. Kwa tufuate bei elekezi katika minimum na maximum, lakini pia tufuate yani wale wanaolima vizuri wanaboresha. Baki shida sio kwamba eti shamba lilikuwa vizuri. Sisi tunaangalia mwisho wa siku rangi ya tumbaku leo tuletea ina manufaa gani, tununue vizuri. Yani faida hasara ije kwa yule aliyefanya vizuri na vibaya. Tunaelewa? Kama umefanya vizuri, tumbaku yako ni nzuri, pata faida, ni haki yako. Kama umefanya vibaya, tumbaku yako ni mbaya, kupata hasara ni haki yako. No way out, hatuwezi tukawa tunafarijiana. Kwa swala la uchumi hakuna mambo ya kufarijiana. Ndio maana kwa mfano wale wanao trade, kama ni loss ni loss. Yaani hakuna ile kwamba tunafarijiana. Swala la uchumi hakuna mambo ya kufarijiana. Sababu tunafarijiana tunatengeneza mabomu. Kwa kama kitu ni kizuri kifanywe kama kilivyo. Kama ni kibaya as how it is. Wa kujifunza jifunze, wa kuendelea kukomaa na kitu anachokifanya aendelee kukomaa.